You're listening to the Baha'i World News Service. Unasikiliza huduma ya habari ya dunia ya Kibaha. Katika kipindi hiki, tunaungana na washiriki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mfululizo wa mashauriano yaliyofanyika katika kituo cha dunia cha Baho, kuhusu mada ya jinsi jamii kote ulimwenguni zinavyojifunza kuhudumia vyema mahitaji ya jamii zao. Tunasikia kutoka kwa Kapiteni Mbasu, mjumbe wa bodi msaidizi. Bila kujali dini, kila mtu anakaribishwa kusali. Izzat Abumba, mjumbe wa bodi ya washauri barani Afrika. Sisi ni sehemu ya jamii tunapofanya jambo kwa ajili ya jamii hiyo. Badi Bahigenga, chifu wa kitamaduni wa kijiji cha Kanjavu. Sasa kuna roho inayozaliwa kutokana na huduma isiyo na ubinafsi. Amelia Mujinga, mjumbe wa bodi ya washauri barani Afrika. Tunaonaje mabadiliko haya ya kiroho katika kijiji hiki? Shogi Irenge, mwalimu katika shule ya jamii huko Kanjavu. Watoto hao sasa wamekuwa walimu wa wengine. Na Chanceline Zawadi, mwanachama wa shirika la kitaifa la Kibaha. Utagundua kwamba wanaume na wanawake wote wanahusika katika mchakato mzima. Kwa pamoja, wanatafakari kuhusu mabadiliko ya kijiji cha Kanjavu katika jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuchunguza jinsi jamii imetumia kanuni za kiroho na hatua za vitendo kushughulikia changamoto zake. Kutoka kwa huduma ya habari ya dunia ya Kibaha, hii ni katika mazungumzo, uchunguzi wa pamoja wa matumizi halisi ya kanuni za Kibaha katika ujenzi wa jamii zenye amani. Tunaweza kutafakari kuhusu jedwali hili kuhusu njia tofauti tunazoona mabadiliko katika jamii zetu na pia kwa kuwa tuna zana ya kielimu ya kimaadili na kiroho, ambayo tunaita taasisi ya mafunzo ambayo imetusaidia kukuza uwezo kadhaa katika juhudi zetu za kuchangia mabadiliko ya kijamii. Nitasimulia hadithi fupi tu katika kijiji. Kijiji chenyewe kinaitwa Kanjavu. Kiko katika mkoa wa Kivu Kusini. Kijiji hiki, kwa muda mrefu, kilikuwa kimepitia matatizo na elimu ya watoto na mara moja, baada ya kusoma vitabu kutoka taasisi hiyo, wahusika wakuu walikusanyika pamoja kufikiria jinsi wangeweza kutatua matatizo ya elimu katika kijiji chao. Wanajadili mawazo ya kuanzisha shule ya jamii, shule ambayo ingeanza kuelimisha watoto wa vijiji vyote kwa ujumla. Shule hii ilianza na mawazo haya ya marafiki, lakini baada ya muda shule ilidumu kwa miaka 5 tu na ikaanguka kwa sababu marafiki walioanzisha shule hiyo hawakuwa na njia zinazohitajika za kuwaruhusu watoto kusomeshwa bure. Kwa hivyo walimu walivunjwa moyo na wote waliondoka shuleni kwa sababu walienda kutafuta sehemu ambazo wangeweza kuanza kupata njia za kutosha za kujikimu. Lakini siku moja, katika mkutano wa jamii ambapo wanakijiji wote walikusanyika kuanza kutathmini elimu ya watoto wao, walifikia mada ya jinsi watoto sasa wanavyoanza kutohudhuria shule tena kwa sababu shule zingine ziko katika maeneo ya mbali sana, hazina ufikiaji rahisi. Wakati mvua inanyesha, watoto hupata shida kuvuka umbali ili kwenda kuhudhuria masomo yao kwingineko. Jamii ilihisi matatizo haya na wakashauriana ili kuona jinsi wanavyoweza kushughulikia masuala haya kwa kuwaelimisha watoto wao wenyewe, na hapo ndipo wazo likaibuka. Wakazi wote wa kijiji, wakiwemo machifu wa kijiji, pamoja na baadhi ya Wabaha ambao walikuwa tayari wamefunzwa, walikusanyika pamoja ili kufikiria jinsi wangeweza kufufua shule ambayo haikuwapo tena.
Kwa hivyo, waliona kwamba ilikuwa muhimu kuanzisha shughuli fulani ndani ya shule ambazo zinaweza pia kuwa na faida kifedha. Ndiyo maana waliungana. Walimtafuta mtu mwenye ujuzi katika sanaa na wakamwomba aanze kuwafunza baadhi ya wanajamii. Walianza kutengeneza vikapu na sanaa hii iliruhusu baadhi ya njia za kifedha kukusanywa ili kusaidia kukidhi mahitaji madogo ya shule kwa uwekezaji mdogo na kusaidia mahitaji ya walimu, na leo shule hii ina faida. Tunaweza kuona kwamba watoto wa kijiji hiki hawasafiri tena umbali mrefu kuhudhuria shule zingine ambazo ziko mbali sana, na kuna uhamasishaji mkubwa wa wazazi wanaoandamana na watoto wao kushiriki katika shule hii. Na shule sasa inaungwa mkono na wote. Na kwangu mimi, naiona kama ishara kubwa ya mabadiliko ambayo yametokea kwa muda, ambapo jamii iligundua tatizo halisi lililopo, na wakakusanyika ili kuona jinsi wanavyoweza kulishughulikia. Nadhani kile Madame Chanceline alichokielezea kinaonyesha baadhi ya vipengele vya uhalisia wa kijamii kuhusu mabadiliko ambayo yameonekana katika kijiji hiki. Na muhimu zaidi, tunaweza kuongeza kwamba katika kijiji hiki leo shule hii haitoi madarasa tu katika ngazi ya msingi, lakini tunaona kwamba wazazi, baada ya majadiliano na tafakari, wamegundua kwamba wale watoto waliomaliza mzunguko wao wa msingi katika shule hii wanaweza kuwa miongoni mwa marafiki watakaoanza shule ya upili, ingawa si madarasa yote yatatolewa kwa wakati mmoja, lakini bado hatua kwa hatua tunaweza kuanza kuona maendeleo fulani, huku madarasa kadhaa yakifunguliwa katika ngazi ya upili. Tayari tuna idadi kubwa ya wanafunzi wanaoendelea. Mbali na hayo, tunaweza kusema kwamba watoto sasa wamekuwa walimu wa wengine, kwa sababu wapo walioanza miaka 4 iliyopita na sasa wanawafundisha wale wanaoingia katika madarasa ya chini. Asante sana Bur. Shogi. Tunajaribu kuelewa hatua kwa hatua jinsi mabadiliko haya yanavyoweza kuanza katika kijiji. Ni mambo gani yanaweza kutumika kama vipengele vya kuonyesha tofauti katika elimu hii na kuchangia zaidi katika mabadiliko ya watoto, wazazi, na hata walimu wanaotoa kozi hizo? Tunaona kwamba katika ngazi ya shule sasa kuna roho ya huduma isiyo na ubinafsi inayoibuka, ambapo walimu wanaelewa kwamba ni huduma bora na lazima waipa kipaumbele maalum. Na hapo ndipo wanapoinuka kuwasaidia watoto hawa kupata elimu. Lengo la kwanza sasa linakuwa kile wanachochangia katika kuboresha ubora wa elimu. Na pia sasa wanapokea usaidizi zaidi, kwani tunaona kwamba kinachochochea mabadiliko pia si wakazi wenyewe. Lakini pia kunapokuwa na usaidizi wa nje wakati fulani, hasa katika uwanja wa maendeleo, sasa tumepata mchango wa mashirika yaliyoongozwa na wabao, ambayo yanajipanga kuwafunza walimu kutoka shule tofauti. Shule sasa pia imejitolea katika mafunzo haya kila mwaka. Na hii inaleta kiwango kingine cha kuvutia. Na hii ina maana kwamba hata walimu, uwezo wao uliongezeka kutoka wakati mmoja hadi mwingine. Na kile walichohisi hawakuwa na uwezo wa kufanya, kidogo kidogo wanapokuwa katika mafunzo, sasa wanajenga mazingira yanayokuza kujiamini. Na sasa wanajisikia furaha. Wanaona taaluma hii kama kitu kizuri na wako pale kutoa muda wao. Na kama marafiki walivyosema, ndiyo maana sasa mali pia haziepukiki. Kwa ajili ya operesheni, walifikiria jinsi ya sasa kuunda mazingira ambayo yangeweza kurahisisha kupata njia zilizopo kwa ajili ya operesheni, chaki, kalamu, madaftari na mahitaji mengine.
Na hapo ndipo walipoanzisha shughuli za kisanii. Lakini zaidi ya shughuli za kisanii, waliona kwamba elimu lazima iwe ya ziada na pia kupitia mikutano kati ya walimu na wazazi. Ilivutia umakini kwa kuwa wazazi walianza kuvutiwa, lakini tunaweza kuwa na walimu upande mmoja badala yake. Watoto wanaosoma upande wa pili, lakini sasa tunaona jinsi walimu wanavyojitolea, jinsi wanavyohusika katika uwanja huu. Iliibua shauku. Kwa hivyo, kwa kuunganishwa na vifaa vya kujifunzia vinavyopatikana kijijini, ambavyo jamii huleta, ambavyo mashirika yaliyoongozwa na Wabaha huleta, hii huendeleza uwezo mwingi wa jamii. Donc, le fait d'être connecté au matériel. So, being connected to the study materials that are available in the village, which the community brings, which Baha'i inspired. Na nakumbuka hivi majuzi tulikuwa tunazungumza kidogo, lakini tulifikia hatua ambapo tulijiuliza, lakini watu wazima, wazee, nafasi yao ni ipi katika ujenzi wa jamii? Nakumbuka mwanamke mmoja, bibi, akisema, kwa hivyo hata mimi mwenyewe naweza kuitumikia jamii. Sisi ni sehemu ya jamii tunapofanya jambo kwa ajili ya jamii hiyo. Na mama huyu alipoelewa kanuni ya huduma, ikimaanisha kwamba hata kwa mtu mzee, bado naweza kufanya jambo kwa ajili ya jamii yangu. Mama huyu hakika alisema, sawa, akilini mwangu. Bado nina maombi ambayo niliyakariri nilipokuwa msichana mdogo. Umri si jambo linaloweza kutuzuia kuchangia ujenzi wa jamii wa kijiji chetu. Tulielewa kwamba tulianza kutokana na mabadiliko haya, tafakari hii iliyosababisha mabadiliko ya kiakili. Je, bado tunaweza kuona vipengele vingine na mabadiliko haya ya kiroho? Ningependa kusema kwamba kijiji hiki kimepitia mabadiliko ya haraka sana kwa sababu kwanza kabisa ni kijiji kinachopokea. Kupokea kumaanisha kwamba unapoenda kijijini hapa huwa kuna watu makini na unapoenda kushauriana na watu wa kijiji sio wanawake pekee wanaokuja kwako. Ingawa inaweza pia kuzingatiwa kwamba katika vijiji hivi, wanawake wako mstari wa mbele katika michakato mingi. Na kipengele hiki kinaelezewa na ukweli kwamba kijiji kilipata harakati za wanaume, kama tunaweza kuita hivyo. Mara nyingi wanaweza kupenda kuondoka kijijini kutafuta pesa kwingineko katika maeneo mengine ya mkoa. Lakini sasa tunaweza kuona kwamba kwa majadiliano yanayoendelea katika ngazi ya kijiji, kuna shughuli mbalimbali zinazoanzishwa kwa lengo la kwanza kuwasaidia wanaume kubaki kijijini mwao. Kwa sababu jamii ilipofikiria kuhusu changamoto hizi, iligundua kuwa miongoni mwa sababu zinazowafanya wanaume kuishi ni kwa sababu hawana kazi vijijini. Sababu nyingine ni kupuuza kazi za kilimo. Lakini pambano kubwa lilikuwa kwamba bunge la kiroho la eneo la Kibao, pamoja na viongozi wa kijiji, walishauriana na jamii ili kuonyesha umuhimu wa kilimo katika vijiji hivi, ambacho ni shughuli kuu. Na hivyo wanaume walielewa kwamba walikuwa na mahali pa kuja na pia kuchangia katika shughuli hii. Walianza kuwasaidia wanawake na leo unapoenda Kanjavu, utagundua kwamba wanaume na wanawake wote wanahusika katika kila mchakato. Asante sana. Tunazungumzia kuhusu kipengele cha ibada cha kijiji hiki. Watu hujipangaje kwa ajili ya maombi?
Kwa mfano, tulizungumzia sana kuhusu vipengele vingine, lakini maombi, kwa mfano, katika kijiji cha Kanjavu inatokeaje? Nakumbuka kwamba miaka 10 iliyopita kulikuwa na sehemu moja tu ya kijiji iliyoanza na mikusanyiko ya ibada na sala za asubuhi ambazo walifanya kwa mzunguko. Na mikutano ya tarafa iliwasaidia kuweza kupanga mipango ya utekelezaji ya mtu binafsi na kadhalika. Waliendelea hivyo. Kwa hivyo, wangekutana kwanza katika mkutano wa ibada na kufikiria kuhusu matatizo ya mazingira yao na jinsi wanavyoweza kusaidia kuchangia. Na pia kwa kugeuka nje kuwaalika wengine kujiunga nao. Na kisha wakagundua kwamba jamii ilikuwa ikipambana sana na kilimo kwa sababu udongo hauzalishi. Na kisha jumuiya ya Wabai iliyokuwapo wakati huo ilianza kufikiria jinsi ya kuunganisha mpango wa hatua za kijamii kuelekea hatua za kimazingira. Walianza kwa kutafuta njia za kufanya udongo uwe na rutuba. Nilipokuwa huko niliona mimea mbalimbali, mazao yenye mavuno mengi, mbolea asilia waliotengeneza na wakawaita jamii nzima kuja kuona. Wengi hawakuja, lakini bado kulikuwa na watu wenye udadisi waliokuja kuona. Na pamoja tulianza kulima mashamba. Sasa, sehemu ya kijiji, watu ambao hawakutaka kuja kwa sababu ya chuki zao wenyewe, wakifikiri kwamba hapana, wao ndio wao, sisi ndio sisi. Na sasa wameanza kuhisi kutiwa moyo tena walipoona mazao, jinsi ardhi ilivyokuwa ikitoa mavuno wakati ambapo hakukuwa na matumaini mengi. Na pia walijiunga na kuanza kufanya shughuli za kijamii. Na kwa hivyo walikuja kwa wingi, na kwa kuwa walijua kwamba hawangeweza kufanya shughuli za kimwili bila kuzichanganya na shughuli za kiroho, tunawahimiza kila wakati wanapokuja kufikiria jinsi tunavyoweza kukuza mazingira yetu. Tunaanza na mkutano wa ibada tukianza kwa kusoma maandiko matakatifu ili kunufaika na mwongozo wa kiroho. Nimetembelea familia na mama ambaye alikuwa mgonjwa kwa miezi 6 na akaniambia kwamba hajawahi kukosa chakula kwa sababu wengine. Alienda kufanya kazi shambani mwake na wakati wa mavuno wangemletea mavuno ili apate chakula kila wakati hata alipokuwa hana nguvu za kwenda shambani. Kwa hivyo hilo ni jambo kubwa sana na hili limesababisha kijiji kizima sasa kuungana. Kwa hivyo watu wameacha kuona tofauti na watu kuzingatia tofauti za kidini. Bila kujali dini, kila mtu anakaribishwa kuomba, kutafakari pamoja kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Na hilo lilikuwa jambo chanya sana. Je, tunaweza kuona vipengele fulani vya changamoto na jinsi wahusika wakuu wote, viongozi, wanavyofikiria kushughulikia changamoto hizi na kutoa suluhisho? Can we see certain aspects of the challenges and how all the protagonists, the leaders, they are thinking about addressing these challenges and providing. Sijui kama unakumbuka hivi majuzi wakati kulikuwa na janga la asili shuleni. Wazazi waliunganaje kusaidia shule? Kwa sababu kulikuwa na mvua kubwa ilionyesha kijijini na kufanikiwa kubeba paa na sehemu za muundo wa shule. Tunakumbuka wazi kwamba pia kulikuwa na uhamasishaji mkubwa kutoka kwa wazazi waliokuwa na wasiwasi, wale waliokuwa na wasiwasi zaidi, ili kusaidia shule kurejesha hali yake. Wazazi walichangia sana kukarabati shule hii haraka na ili madarasa yaweze kuanza tena. Sina uhakika kama unakumbuka hadithi hii ya kugusa moyo. Asante sana kwa kutaja hili. Wakati janga hili lilipotokea, shule iliharibiwa kweli.
paa, kuta na kila kitu kilikuwa kimezikwa. Na mara moja mkutano uliitishwa na wazazi na kwa maoni ya kiongozi wa eneo hilo. Na tayari tunapaswa kufikiria kuhusu changamoto hii, ni nini kingine kinachohitaji kufanywa. Na kisha kila mzazi akiwa tayari na wasiwasi akilini, walianza kuzungumza. Baadhi walisema, ninaweza kutoa miti, na wengine naweza kuchangia mbao, na wengine naweza kusaidia katika kazi ya uashi. Wengine walisema wangeleta vifaa vya ziada, na hivyo ndivyo shule hiyo ilivyoanzishwa katika mwaka mmoja tu. Bila shaka, pia tuliziarifu taasisi katika ngazi ya kikanda. Na sasa ziko tayari na zimeunga mkono kwa ruzuku, hasa kusaidia na ujenzi wa paa, lakini sehemu kubwa ya mafanikio tayari yamefanywa na jamii yenyewe na makusanyo yalikuwa tayari yameanzishwa. Asante sana, inavutia sana. Kwa hivyo tunaweza sasa kuzungumzia jinsi kijiji kilivyopangwa na jinsi taasisi zinavyowasaidia wakazi kukidhi na kushauriana kuhusu mahitaji na mipango yao. Sasa tunaona mabadiliko katika mawazo ambapo vijijini hakuna vikwazo vya kidini tena. Kwa mfano, kuona kwamba mtu ni Muislamu, kwamba mtu ni Mprotestanti, kwamba mtu ni Baha'i. Jinsi sasa jamii inavyoanza kukumbatia mafundisho ya Baha'u'llah kama suluhisho la mahitaji yao, na wanajamii wanajiona kama wahusika wakuu wa mabadiliko yao wenyewe na hawazingatii tena tofauti za dini. Kwa hivyo tayari kumekuwa na ushirikiano huu ambao umetambuliwa, na sasa kila mtu anaonana kama familia moja kubwa na kila mtu alichangia katika kubadilisha kijiji. Umekuwa ukisikiliza In Conversation, mfululizo wa podikasti kutoka huduma ya habari za dunia ya Baha. Kwa podikasti na hadithi zaidi, tembelea bones.org.